taifa teule, ni watu waliopokea utume na maagizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambao yakuwa kulingana na kitabu cha Walawi ya kuwa watafanya vibanda kwa muda wa siku 7. Hapo watakuwa wakimtukuza Mungu kwa nyimbo na maombi. Nao watabeba watoto, vifurushi na mahema, masufuria pamoja na miko, Biblia pamoja na vitabu vya nyimbo. Watakutanika katika hema kwa ajili ya kumsifu Mungu. Lakini mbali na hivyo, wataandaa mioyo yao kwa ajili ya kupokea mibaraka, kila mmoja na familia yake. Habari njema ni kuwa katika sikukuu hii watu waliketishwa miguuni pa Bwana ili kusudi kushuhudia utukufu wa Bwana. Kulingana na kabila 12 za Israeli, watumishi wa Mungu hawa ambao walikuwa waliketishwa kulingana na kabila ambazo Mungu alikuwa ameziweka. Kutoka mashariki tuliona kabila la Yuda, Isakari pamoja na Zabuloni. Kusini walikaa kabila la Reuben pamoja na Simeoni pamoja na Gadi. Kule magharibi walikaa kabila la Efraim, Manase pamoja na Benjamin. Kaskazini walikaa Dani, Asheri pamoja na Naftali. Lakini Walawi walikuwa ndio watu wahusika walioteuliwa na Mungu kwa ajili ya kusevu, kwa maana ya kuhudumia. Hapo nyimbo ziliimbwa, lakini neno la Mungu lilisomwa kupitia chuo cha nabii Isaya. Bwana aliwabariki sana kupitia maneno matakatifu ya Mungu. Basi sasa ikadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu. Na hata katika hayo lililo kuu ni upendo. Ni Wakorintho wa kwanza mstari wa 13 na ule wa 13. Kwa kuonesha hilo, pia neno la Mungu baada ya kusomwa, Wayahudi walikutanika kwa ajili ya ombi. Na sisi kama Wayahudi wa siku ya leo tuliopo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sinza, tumekutanika katika mikutano ya siku 7. Tunaomba tusimame kwa kuwaenzi Wayahudi ili tuweze kuomba. Baba, mfalme wa amani, muumba mbingu na nchi, ni wakati mwingine tena tuko chini ya miguu yako. Tuna kila sababu ya kuliinua na kulisifu jina lako. Baba, umetukusanya mahali hapa kwa muda wa siku 6. Sasa Baba, leo tunahitimisha sikukuu zako za vibanda. Jina lako litukuzwe. Tunaomba kila aliyehudhuria hapa asitoke bure, bali akatoke akiwa amebarikiwa. Ndivyo niombavyo kwa imani kwa jina la mkombozi wetu Kristo. Amen. Wayahudi baada ya kuomba waliketi miguuni pa Bwana kwa muda wa siku 7 ili kujifunza neno la Mungu. Katika makala hii leo tutaangalia desturi za Kiyahudi ambazo zilikuwa zinafanywa. Katika desturi hizi tutaangalia desturi 2 tu, desturi za kijamii pamoja na desturi zilizokuwa zikihusu Sabato. Wayahudi walikuwa ni watunzaji halisi wa Sabato ya Bwana. Kama ambavyo Bwana aliwakabidhi kufanya hivyo, Wayahudi walianza kuitunza Sabato. Ni desturi zipi ambazo zilikuwa zinaihusisha Sabato? Wayahudi walirusha jiwe, na pale lilipokomea jiwe ndipo ilipotakiwa mtu huyu aliyelirusha jiwe iwe ni mwisho wake wa matembezi kwa hiyo siku. Endapo ilionekana ya kwamba yule mtu ametembea na kuvuka mpaka wa lile jiwe, yule mtu alihesabika kuwa kama mtu anayeivunja Sabato. Yule mtu alihesabika kama ni muasi, na kwa kufanya hivyo mtu huyu alichukuliwa hatua, na hatua yenyewe ilikuwa ni kupigwa mawe hata kifo. Leo je, tunasemaje?
Kwa kipindi chetu leo tunao watu ambao katika kuitunza Sabato, watu hawa huwa wanaoga, wanapiga mswaki, wanafanya mambo yao siku ya Ijumaa. Na inapofika siku ya Sabato, watu hawa huwa hawafanyi chochote ikijumuisha kuoga wala kupiga mswaki. Na endapo mtu huyu ataonekana anafanya mambo hayo, mtu huyu atahesabika kuwa kama muharifu wa Sabato kama alivyo muharifu mwingine. Kwa kusema hivyo, Wasabato wa kipindi hiki sisi ni kama vile hatuna utofauti na Wayahudi. Mbali na Sabato kuadhimishwa kwa kuponda mawe, zilikuwepo ishara nyingi ambazo walizifanya pia, ambazo zilionekana ya kuwa bado waniadhimisha Sabato ya Mungu. Katika ishara hii mojawapo ni hii: mshumaa. Katika kipindi hicho na enzi hizo, mshumaa uliashiria au kuwakilisha nuru ndani au katika familia. Na kila ilipokuwa yakifika masaa matakatifu ya Sabato, kila nyumba iliwashwa na kupendezeshwa kwa nuru ya mshumaa. Lakini pia mshumaa huu ulileta mafarakano na wengine wakakejeliwa kwa sababu hawakuwasha mishumaa katika au ndani ya nyumba zao. Na hata mmoja akamwambia mwingine, ni mdhambi wewe, nawe umeiasi na kuivunja Sabato takatifu ya Bwana. Hivyo basi, kupitia mshumaa wengi waliwatenga wengine na wengine walifuata taratibu zote, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na katika desturi za Kiyahudi ambazo wao walionekana kuwa beba nuru katika kuitunza Sabato, je, lipo la kujifunza kupitia hili? Na leo tunaitunzaje Sabato? Tutaweza kuwasha mishumaa katika nyumba zetu, au tunaponda mawe katika siku ya Sabato? Na vipi, tunaathirika vipi na ishara hizi za utunzaji wa Sabato? Wayahudi wa karne ya kwanza, Wayahudi wa nyakati za Bwana wetu Yesu Kristo waliwahukumu watu wengine hata kufikia kifo kwa kaida walizozianzisha wenyewe. Sabato Mungu aliiumba kwa ajili ya kumpa mwanadamu pumziko. Sabato Mungu aliiumba kwa ajili ya kumfanya mwanadamu arejee katika mahusiano na Mungu wake. Wayahudi, Mafarisayo, Masadukayo, waalimu na waandishi, wao walizifanya kaida kuwa ni jambo la muhimu kuliko lengo halisi la Mungu kuiumba Sabato. Yesu Kristo Bwana wetu alipoleta mafundisho yaliyoeleza kwa ufasaha sana namna gani ya kuitunza Sabato, namna gani ya kuishi Sabato na nini lengo la Sabato, Bwana wetu alichukuliwa kama mwana mapinduzi na mhaini. Bwana wetu alifundisha kwamba Sabato sio kaida zile. Sabato ni kurejesha uhusiano na Mungu. Bwana wetu alifundisha kuwa Sabato si kubeba tu mishumaa na kutembea umbali wa mtupo wa jiwe, bali Sabato ni kutenda mema katika siku hiyo. Na cha muhimu zaidi, siku hiyo ya Sabato ni alama na utambulisho wa watu wa Mungu waliopo hapa duniani, kwa sababu ndio watunzao amri zote za Mungu. Bwana ndiye Mungu wa Sabato.
ikiwa Bwana ndiye Bwana wa Sabato, sisi ni waadhimishaji wazuri wa Sabato ya Bwana kama muhuri wa Sabato. Tumekusanyika katika siku ya saba kuitunza Sabato, tukipeana mikono na mabusu mazuri, tukikumbatiana kwa kuonyesha ishara ya upendo. Tupo katika siku ya Sabato kumtukuza Bwana aliyetuumba. Ni sikukuu nzuri, lakini pia tunakumbuka uumbaji wa Mungu. mikononi mwake.
ishara za Sabato, Wayahudi walikuwa waumini wa kaida mbalimbali pia na desturi za kijamii. Desturi hizi ziliwatambulisha Wayahudi kama watu tofauti katika ulimwengu huu. Jambo la kushangaza la kuwa moja ya desturi hizi zilikuwa ni maagano kutoka kwa Mungu. Tohara. Tohara ilikuwa ni ishara ya agano kati ya Mungu na Ibrahimu. Na kila mtoto wa kiume aliyekuwa amezaliwa ilibidi kwa muda wa siku 8, atakapokuwa amefikisha siku 8, basi ilitakiwa kutahiriwa. Na hii ilionyesha utii mbele za Mungu, lakini ilikuwa ni ishara ya utambulisho. Hivyo basi, kwa yeyote mtoto wa kiume ambaye alikuwa hajatahiriwa, ilimpelekea kuonekana moja kwa moja ni najis, lakini sio mtu wa uzao wa Ibrahimu. Yesu amekuja kwetu leo, hajaondoa tohara, ila anaonyesha kwamba hatuokolewi kwa kutahiriwa tu, bali tunaokolewa kwa kuitoa mioyo yetu na kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Hivyo leo hatuhitaji tohara kama ishara ya usafi tu, bali tunapaswa kuitahiri mioyo yetu kwa kumkabidhi Mungu maisha yetu. Tohara kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 11 ilikuwa ni agano la Mungu pamoja na Abraham ya kuwa katika vizazi vyake watoto wa kiume watatahiriwa. Lakini mbali na hilo, ipo ishara na desturi ya Kiyahudi ambayo ilikuwa ikiwatofautisha pia na Wayunani, lakini pia ikidhihirisha ujio wa Yesu katikati ya jamii hii. Desturi hii ni kuvunja grasi, mara baada ya sherehe bwana harusi aliwajibika kuvunja grasi. Hii ilihusisha na kukumbuka kanisa la Yerusalemu ambao Wayahudi walikuwa wakiliamini. Lakini mbali na hivyo, kuvunja grasi, unapovunja grasi inamaanisha kwamba hauwezi kuirejesha kama ilivyokuwa awali. Kwenye ndoa inatukumbusha kwamba ndoa inapofungwa haitakiwi tena kuvunjika kama ilivyokuwa zama za zamani. Hata sasa hivi tunajifunza hivyo. Vile vile inapovunjwa grasi inakumbusha kwamba wanakumbuka yale ya nyuma yaliyotokea hata wakati wa furaha kubwa. Hivi leo tunajifunza kwamba hata tuwapo na furaha kiasi gani, tusimsahau Mungu wetu. Mbali na uharibifu wa hekalu la Yerusalemu, Wayahudi waliazimisha kupasua grasi katikati na mwishoni mwa sherehe kama ishara ya kukumbuka maumivu. Sisi tulio wa Israeli wa leo tunaishi maisha ya makumbusho, tukikopi baadhi ya kaida na kuzileta ndani ya kanisa letu. Wakati fulani tunaishi na kaida ambazo ni vikwazo kwa wengine. Ama kwa hakika itikadi hii imeendelea na imekopiwa katika makanisa yetu hasa ya kizazi hiki. Wayahudi pia nao walikuwa na tamaduni ya kuwakarimu Wayahudi wenzao kutokana na status zao za kimaisha.
uchumi, walikuwa wanaangalia watu wenye kipato kikubwa, lakini muonekano wa huyo mtu anafaa kukaa katika nyadhifa fulani, lakini pia namna anavyozungumza awe anazungumza kama wao. Lakini hii imekuwa changamoto kubwa sana katika makanisa yetu, hasa haya ya Kisabato. Hasa katika vipindi vyetu vya shule ya Sabato, tunapopata mgeni tunashindwa kumkarimu vyema. Mgeni anakuja kanisani na tendo hili linafanywa na bawabu. Kwanza kabisa anapaswa kujitambulisha yeye ni nani kama ni mkaribishaji, then amchukue yule mgeni na kumpeleka kanisani kwa kumpokea vitu alivyobeba kama ni pochi, na kuhakikisha yule mgeni anapata huduma zote za kiroho. Na kama yeye atakuwa bado amebanwa katika majukumu yake ya kukarimu, anaweza kumpatia shemasi. Lakini changamoto imekuja kuyafanya makanisa yetu kuwaona wageni kama wenyeji, kufikia hatua ya kwamba kama mgeni akisali tu Sabato moja, namna vile alivyokarimiwa, Sabato ya pili anaweza akaja au wasije kutokana na kikwazo chako. Bwana awasaidie ili tuwe wakarimu wazuri, tusiyaishi maisha ya Wayahudi. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akaingia na masikini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahili yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Wayahudi wanaweza kuwa ni watu wa zamani kimaandiko na wameelezewa katika namna ya kipekee kama fundisho kwetu sisi leo. Imani yetu na imani ya Wayahudi zinafanana. Kaida zao tunaweza tukaziona huenda zilikuwa za ajabu. Swali ni je, sisi wa leo tunazo kaida ambazo tunaishi nazo lakini hazitusaidii katika hali zetu za kiroho? Tunayo shule ya Sabato na ina vipindi vizuri sana. Tunayo madarasa ya shule ya Sabato na yameandaliwa katika namna ya kipekee sana. Kuna mtu anaweza akamuona mwalimu mpya hata wa zamani akiendesha darasa la shule ya Sabato katika namna ambayo hajazoea kuiona hivyo. Inaitwa kaida. Labda amezoea kuona Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, katika mlolongo huo siku zikifuatwa katika mjadala wa lesoni. Na hivyo endapo mtu huyo wa siku hiyo kama mwalimu akaamua kuanza Sabato, akaenda Jumatatu, akaja Ijumaa na kurudi Jumanne, anamuona amekiuka taratibu na kwamba hafai kuwepo. Anaonekana analeta moto mgeni. Lakini pia tunaweza tukawa tuna shule ya Sabato ambao huenda tumezoea kuona inaanza fungu, ombi la magotini au la kusimama, alafu anafuata labda ukuzaji, nchi za mbali na kuhitimisha. Endapo siku hiyo wahusika wakaamua kuanza na nchi za mbali, likafuata fungu, ukafuata utume, samahani, mtu anaona taratibu zimekiukwa, kaida ya kawaida imekiukwa na kwamba huu ni moto mgeni. Washiriki wenzangu, tusiwe kama Wayahudi kwa kufundisha neno kwa wengine, lakini sisi wenyewe hatuliishi kwalo. Ubunifu katika shule ya Sabato ni kiungo muhimu, lakini pia utaratibu wa kusoma siku kwa siku katika lesoni si mbaya, lakini endapo mwalimu ataamua kwenda tofauti kwa ajili ya kuboresha somo kwa uelewa mpana zaidi, tafadhali tuishi naye pamoja na tuelewe somo hilo, na Roho Mtakatifu atatuwezesha kuwa sawa katika hali zetu za kiroho. Tumeaswa kuwa na ubunifu katika kila hatua, kila nyanja, hasa katika swala zima la uinjilisti.
Kama ambavyo majira hubadilika, hivyo nasi pia tumeaswa kubadilika ili tuweze kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo na kuwaokoa wengine kwa kusudi jema. Pamoja na historia ngumu, ndefu, ya kusikitisha na yenye kusisimua, bado Kristo anazaliwa katika jamii ya Kiyahudi. Lakini Wayahudi ndio jamii pekee ambayo ilikuwa ni jamii teule iliyoteuliwa kuibeba Injili, lakini bado hawakuiishi Injili hiyo. Ni katika jamii ya Kiyahudi ndipo ambapo tunapata kuona ya kwamba Kristo anafariki. Hatupaswi kuishi kama Wayahudi ambao waliishika sheria bila imani. Hatupaswi kuishika sheria bila imani. Tukihitimisha hatua tulizozipiga mpaka katika nchi ya Israeli, ile kabila maarufu la Wayahudi, nasi Amani Kwaya tunasambaa katika kombi hile kwa ajili ya kuomba na kuimba kuadhimisha hitimisho la sikukuu ya vibanda, ambapo tulikutanika na watoto wetu na vijana wetu ili kusudi kumwabudu Mungu wetu.
Leo tutajifunza baadhi ya lugha ambazo zilikuwa zikitamkwa kwa Kiebrania. Nikisema Yehishei Yeshua Mevorach, naelewa maana yake? Maana yake ni Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yehishei Yeshua Mevorach. Huu ni wakati wa utambulisho na iliyokuwepo mbele yenu ni Maherat Shalom, ikiwa na maana ya amani kwaya. Amen. Maherat Shalom ikiwa na maana ya amani kwaya, na wametuhudumia wakionyesha kawaida ama tamaduni ambazo zilikuwa zikitumika ama zilikuwa zikifanywa na Wayahudi kipindi kile cha Yesu Kristo. Na kila mtu nitamtambulisha kwa jina lake kwa Kiswahili lakini pia kwa Kiebrania. Tukianza na ndugu Lamech. Uko wapi? Lamech Kibona. Huyu kwa Kiswahili tutamuita Lamech, lakini kwa Kiebrania ataitwa Lamech. Tunaye ndugu Zegi, punga mkono. Lakini pia yupo ndugu Haniva. Haniva popote ulipo, Haniba. Lakini pia tunaye Eliyahu au Elias. Lakini pia yupo ndugu Yosef popote ulipo. Tunaye Abraham. Tunaye Barakh. Lakini pia tunaye Neima. Hawa ni baadhi ya wanakwaya ambao leo hii wametuhudumia katika kipindi hiki cha shule ya Sabato. Yehishei Yeshua Mevorach. Kwa kusema hivi tunakuwa tunahitimisha programu yetu ya shule ya Sabato iliyokuwa ikiazimisha kaida na desturi za Kiyahudi kutoka katika nchi ya Israeli. Sisi kutoka hapa Sinza SDA Church katika hitimisho la makambi ya mwaka 2026 tunasema Mungu na awabariki. Mungu na awatie moyo. Bwana na awape nguvu. Awatie moyo pale mnapokata tamaa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.